Isaac Newton alisema what we know is a drop of water and what we don't know is an ocean. Tunachokijua sisi ni tone la maji, ambapo tukijui sisi ni bahari. Fikiria kwenye bahari kuna matone mangapi? Leo hii ukiambia kusanya matone ya kutengeneza bahari, unaweza kaelewa. Tafsiri yake ni nini? Kwa nini Isaac Newton alisema vile? Alisema vile kwa sababu kuna vitu vingi sana tuvijui. Na ndio maana wanadamu wengi wamekaa wanalalamika sana. Wanadamu wengi wamejaa malalamiko kwa sababu wamechanganyikiwa. Mambo ni mengi hawayajui, alafu mambo hayaendi sawa. Kwa kinachofuata mwisho wa siku unakuta binadamu ni mtu kulalamika. Lakini tungerudi nyuma kidogo tukaacha kulalamika na badala yake tukaanza kufikiria nini tukifanye, nini kifanyike. Yaani kuliko kufikiria matatizo na kubaki kwenye shida, tungekuwa tunawaza nini cha kufanya. Kwa sababu wataalamu wanakuambia shida ni mgunduzi. Shida tulizonazo sisi tukizitumia kama changamoto, basi tutakuta matatizo yetu yote tunaweza kuyatatua bila kugombana na mtu yote. Nchi ya Netherlands ilipogundua kwamba ina eneo dogo na eneo kubwa liko baharini, walichokifanya wao walikwenda kuyahamisha maji. Kwa sababu walijua eneo letu liko ndani ya maji na maji yanasababisha sisi tusipate lile eneo. So tufanyaje tuondoe maji yale? Wakafanya land reclamation. Yaani wakaenda kuirudisha ardhi yao. Walikwenda wakajenga ukuta baharini, maji wakahamisha upande wa pili. Alafu bonde lilobakia pale wakalitumia kama ardhi na wakapata nchi yao kubwa. Hao waliamua kutatua tatizo kwa kutumia akili. Sisi matatizo yetu tunayatatuaje? Sisi leo hii tukiwa tuna shida tunazitatuaje? Au sisi ni watu kulalamika? Tumejaa malalamiko, makasiriko, hasira. Mwisho wa siku tunaamua kufanya maamuzi mabaya, maamuzi magumu kwa sababu hatuna majibu ya maswali yetu mengi. Kwa hiyo tuache kuwa tunalalamika. Leo unaweza kumkuta mtu analalamika, katiba siitaki, katiba ibadilishwe. Muulize tubadilishe nini kwenye katiba? Kitu gani ambacho unaona kile kwenye katiba hakifai? Unakuta kwamba yule mtu hata katiba yenyewe hajawahi kuisoma, amesikia tu watu wanalalamika kama kufuata mkumbo. Kwa sisi tumejaa lawama, wengi tunalalamika, lakini ukimwambia okay, sasa acha kulalamika, tupe ufumbuzi, tufanye nini? Mtu anakuambia ajira hamna. Haya, ulitaka tufanye nini? Kwa mfano ungekuwa ndo labda umepewa dhamana, nini kifanyike kusudi tuweze kupata tutatue tatizo? Unakuta mtalamika tu, shida viongozi gani na shida gani wamefanya? Nini kitokea kifanyike na ambacho hawajakifanya? Bado majibu hana. Ni kwa sababu tu yeye anaona matatizo yake na hana ufumbuzi, yani hana majibu ya matatizo yake. Ndio kitu ambacho ni hatari. Hiyo ni sumu kwenye akili. That's a poison. Tuondoe sumu hiyo kwenye akili zetu. Tufikirie namna nzuri ya kuweza kupata majibu. Kila swali duniani hapa lina majibu. Kila tatizo hapa duniani lina ufumbuzi wake. Ndio maana Isaac akasema tunachokijua sisi ni tone la maji. Mambo mengi hatuyajui. Kwa tufikirie ufumbuzi. Tufikirie tatua. Tufikirie namna ya kupata majibu. Tuache kulalamika. Majibu yapo. Ni sisi kuondoka kwenda kuyatafuta. Rais mmoja aliwahi kusikika akiwaambia raia wake kwamba nyinyi ajira ambazo mnalalamika kwamba hazipo, ni kweli ajira mnazozitaka nyinyi hazipo, lakini ajira zipo nyingi. Leo hii kuna watu wanafanya vitu vya ajabu, unashangaa mtu anapata ajira yake. Tufikirie, tutatue. Wewe mwenyewe mwenye tatizo lako ndio mwenye jibu na sio mtu mwingine.